Karibu kwenye chaneli yetu ya simulizi zenye mafunzo, ambapo leo tutaona simulizi inayohusu uaminifu katika ndoa na mipaka ya urafiki. Na kama ni mara ya kwanza kutembelea chaneli hii, naomba usubscribe ili usipitwe na simulizi nyingi kama hizi. Tuanze simulizi yetu. Jua la asubuhi lilichomoza taratibu, likiangaza rangi ya dhahabu kwenye kuta za sebule yangu. Niliamka nikiwa na hisia ya furaha na shukrani. Siku hiyo ilikuwa ya kipekee kwangu na rafiki yangu wa karibu, Baraka. Tulikuwa tukisherehekea miaka 10 ya urafiki wetu. Urafiki wetu ulikuwa umepitia mengi, kuanzia changamoto za shule ya msingi hadi ndoto za ujana. Na sasa tulikuwa wanaume kamili, kila mmoja akiwa na maisha yake. Baraka alikuwa amekuja kunitembelea na mkewe, Neema. Neema alikuwa mwanamke mrembo, mwenye tabasamu la kuvutia na sauti nyororo. Walikuwa wamefunga ndoa mwaka mmoja uliopita, na mimi nilikuwa shahidi muhimu katika harusi yao. Niliwapenda wote wawili na nilifurahia kuwaona wakiwa na furaha pamoja. Siku ilipita kwa shangwe na vicheko. Tulikumbushia matukio ya zamani, tukitiana na tukapanga mambo ya baadaye. Neema alikuwa mchangamfu na mcheshi, akichangia katika mazungumzo yetu kana kwamba tulikuwa marafiki wa miaka mingi. Nilijisikia huru kuwa nao na nilifurahia kampani yao. Jioni ilipoingia, Baraka alipata simu ya dharura kutoka kazini kwake. Ilikuwa ni swala muhimu lililohitaji uangalizi wake wa haraka. Alinipa pole na kuniambia kuwa italazimika aondoke mara moja. Neema alibaki na mimi, kwani alikuwa amesisitiza kunisaidia kuandaa chakula cha jioni cha kusherehekea urafiki wetu. Baraka alituaga akiahidi kurudi haraka iwezekanavyo. Baada ya Baraka kuondoka, utulivu fulani uligubika nyumba. Tuliendelea kupika, tukizungumza huku tukiandaa viungo. Neema alikuwa na ucheshi wa ajabu na nilijikuta nikicheka sana. Alianza kunisimulia kuhusu changamoto alizokutana nazo kazini kwake na jinsi alivyozishinda kwa werevu. Nilivutiwa na akili yake na uwezo wake wa kujitegemea. Kadri muda ulivyokwenda, mazungumzo yetu yalizidi kuwa ya kina. Alianza kuniuliza maswali kuhusu maisha yangu ya mapenzi na jinsi nilivyopanga kujenga familia yangu. Nilijikuta nikimfungukia mambo ambayo sikuwa nimewahi kumsimulia mtu yoyote hapo awali. Neema alinisikiliza kwa makini, akitoa ushauri na faraja. Usiku ulipoingia, tulikaa kwenye sebule, tukinywa chai na kuendelea kuzungumza. Baraka bado hakuwa amerudi. Neema alionekana kuwa na wasiwasi kidogo, lakini nilimhakikishia kuwa Baraka angekuwa salama. Tuligeukia mada za jumla, kuanzia siasa hadi burudani. Ghafla, Neema alianza kunihurumia. Alisema kuwa nimekuwa peke yangu kwa muda mrefu sana na nilihitaji kuwa na mpenzi. Alianza kusifu sifa zangu, akisema kuwa mimi ni mwanamume mzuri na mkarimu. Maneno yake yalianza kunifanya nijisikie tofauti. Nilijikuta nikimtazama Neema kwa namna ambayo haikuwa ya kirafiki. Ndani yangu nilianza kupambana na mawazo mawili tofauti. Upande mmoja ulinikumbusha kuwa Neema ni mke wa rafiki yangu kipenzi na nilipaswa kuheshimu ndoa yao. Upande mwingine ulinisisitiza kuwa Neema alikuwa mwanamke mzuri na nilihitaji upendo na kampani. Neema alizidi kunisogelea na kabla sijajua tulikuwa tumekaribiana sana. Moyo wangu ulienda mbio na jasho lilinitoka. Nilijua kuwa nilikuwa kwenye njia panda na uamuzi nilioufanya ungekuwa na athari kubwa kwenye maisha yangu na urafiki wangu na Baraka. Ghafla, picha ya Baraka ilikuja akilini mwangu. Nilimkumbuka Baraka akiniamini, akiniita rafiki yake wa karibu na akimkabidhi Neema kwangu nilipokuwa shahidi wao. Nilimkumbuka akisema, "Wewe ni kaka yangu na nakuamini sana." Maneno hayo yalinigonga moyoni kama rungu. Nilichukua hatua nyuma, nikimwangalia Neema kwa macho yaliyojawa na majuto. "Neema," nilisema, sauti yangu ikitetemeka, "huwezi kufanya hivi. Baraka ni rafiki yangu
na wewe ni mke wake. Mimi siwezi kumsaliti rafiki yangu. Neema alionekana kushtuka kidogo, kisha akajirekebisha. Samahani, alisema, sauti yake kitulia. Sikukusudia kukuchanganya. Nimekuwa nikijisikia upweke sana hivi karibuni na Baraka amekuwa akifanya kazi sana. Nilisahau mipaka. Nilimwangalia nikihisi maumivu moyoni mwangu. Ninajua, lakini lazima tuheshimu mipaka. Uaminifu ni muhimu kuliko kitu chochote. Na urafiki wetu na Baraka unategemea uaminifu. Tulikaa kimya kwa muda, kila mmoja akifikiria mambo yake. Kisha nilimwambia Neema kwamba alipaswa kuzungumza na Baraka kuhusu hisia zake za upweke. Nilihakikisha kuwa Baraka angemuelewa na kumsaidia. Asubuhi ilipoingia, Baraka alirudi akionekana kuchoka. Nilimweleza Neema amweleze Baraka kila kitu. Neema alimweleza Baraka hisia zake na Baraka alimuelewa. Walizungumza kwa muda mrefu na hatimaye walifanya amani. Baada ya Baraka na Neema kuondoka, niliingia chumbani kwangu nikihisi mchanganyiko wa hisia. Nilikuwa nimehuzunika kwa kile kilichotokea, lakini pia nilifurahia kuwa nilikuwa nimefanya uamuzi sahihi. Nilikuwa nimelinda urafiki wangu na Baraka na nilikuwa nimeheshimu ndoa yao. Mafunzo. Uaminifu ni msingi wa urafiki. Simulizi hili linatukumbusha kuwa uaminifu ndio nguzo kuu ya urafiki wa kweli. Kusaliti uaminifu wa rafiki, hasa kwa kumtamani mwenzi wake, kunaweza kuharibu urafiki milele. Mipaka ya urafiki. Ni muhimu sana kuelewa na kuheshimu mipaka katika urafiki, hasa linapokuja suala la uhusiano na mwenzi wa rafiki. Kuna mstari mwembamba kati ya kuwa marafiki na kuvuka mipaka isiyofaa. Kujizuia na maadili. Katika nyakati za majaribu, ni muhimu kuwa na uwezo wa kujizuia na kushikilia maadili. Hata kama hisia zinazuka, ni jukumu letu kutafakari matokeo ya vitendo vyetu na kuchagua njia sahihi. Kutafuta suluhisho sahihi. Badala ya kujiingiza katika usaliti, ni bora kutafuta suluhisho la matatizo. Ikiwa Neema alihisi upweke, jukumu langu lingekuwa kumshauri azungumze na mumewe, Baraka, badala ya kuanzisha uhusiano wa siri. Kuheshimu ndoa ya wengine. Ndoa ni taasisi takatifu na ni wajibu wetu kuiheshimu. Jaribu kuharibu ndoa ya rafiki ni kitendo kisichokubalika na kinaweza kuleta maumivu makali kwa pande zote zinazohusika. Umuhimu wa mawasiliano. Simulizi hii pia inaonyesha umuhimu wa mawasiliano wazi katika ndoa. Ikiwa Neema angezungumza na Baraka kuhusu hisia zake za upweke mapema, huenda hali isingefikia hatua hiyo. Kukaa imara katika kanuni. Kuwa na msimamo imara juu ya kanuni za uaminifu na heshima hata wakati wa majaribu ni muhimu kwa kujenga tabia njema na kudumisha uhusiano mzuri. Simulizi hii inatufundisha kwamba urafiki wa kweli unahitaji uaminifu, heshima na uwezo wa kuheshimu mipaka. Ni rahisi kupotea, lakini ni muhimu kukumbuka thamani ya uhusiano wetu na kujitahidi kuwalinda. Na huo ndio mwisho wa simulizi yetu. Naomba usubscribe ili uwe unakuwa wa kwanza kupata video zetu kila tunapoziachia. Asanteni sana, tukutane kwenye simulizi nyingine.